Mikasa za Yudism. Penzi la Okta, episode 5. Siri inazidi kuibuka. Simu ya hatari. Simu ya Marcus iliendelea kuita. Mikono ya Okta ilikuwa jasho. Alijua wazi kuwa kuna jambo kubwa linakuja. Baada ya sekunde chache akaamua kupokea. Bro, vipi? Marcus akiwa na sauti nzito. Wewe uko wapi? Okta anajibu. Nipo room, kuna nini? Tutaongea kesho, ila kumbuka kuna mambo usiyoyaelewa yanayoendelea huku chuoni. Be careful, bro. Okta akikenua meno. Haha, bro unanitisha sasa, kuna nini? Tutaongea kesho. Akakata simu. Okta alihisi kuwa Marcus anajua kitu kuhusu yeye na Sasha. Lakini haikuwa tu kuhusu Sasha. Kulikuwa na jambo kubwa zaidi. Asubuhi ya ukweli. Siku iliyofuata, Okta alikutana na Marcus kwenye kafeteria ya chuo. Marcus alikuwa amevalia hoodie nyeusi na suruali za jeans, uso wake ukiwa na msongo. Marcus anasema, Okta, kuna kitu nataka kukuambia. Nipe ukweli bro, kuna nini? Marcus akamwangalia kwa macho ya hatari. Unamjua vema Kath? Okta akiwa amechanganyikiwa. Kath? Unamaanisha Kathleen? Ndiyo. Unajua ni nani? Okta alikuna kichwa, hajawahi kusikia lolote baya kuhusu Kath. Marcus akiendelea kusema, bro, huyo demu ana pesa nyingi, lakini sio za kawaida. Wanaume wengi waliwahi kuwa naye, lakini mwisho wao ulikuwa mbaya. Okta akamtazama Marcus kisha akasema, What do you mean? Mbona unaongea kama unamjua zaidi? Marcus akajibu, nilikutaka umjue mwenyewe, lakini sasa nakwambia. Kathleen ni mtoto wa kigogo mkubwa serikalini na pesa zake zinatoka kwenye biashara haramu. Kila mwanaume anayemkaribia kwa lengo la pesa anapotea kwenye ramani. Okta alishikwa na mshangao. Alikumbuka ile kadi ya ATM aliyopewa na Kath. Je, alikuwa amejiingiza kwenye mtego mbaya? Kath anajua kila kitu. Wakati Okta yuko kwenye mazungumzo mazito na Marcus, ghafla simu yake ikapokea ujumbe kutoka kwa Kath. Nina habari kuwa unazungumza na Marcus kuhusu mimi. Be careful, baby. Okta alipigwa na butwaa. Kath alikuwa anajua kila kitu. Je, alikuwa anafuatiliwa? Marcus alimwangalia usoni. Naona tayari amejua. Kaka, hujui mchezo uliouingia. Huyu binti ni hatari. Okta alibaki kimya, moyo wake ukidunda kwa kasi. Mchezo wa Sasha unarudi tena. Baada ya kutoka kwenye kafeteria, Okta alihisi kuwa macho mengi yanamfuatilia. Alirudi hostel haraka. Alipofika chumbani kwake, akakuta mlango wake umefunguliwa kidogo. Aliingia ndani kwa tahadhari. Sasha alikuwa ameketi kitandani mwake. Sasha, unafanya nini hapa? Akiwa na tabasamu la ujanja. Okta, najua unajaribu kunikwepa, lakini ukweli ni kuwa unahitaji mimi kama ninavyokuhitaji. Okta aliinama na kupumua kwa kina. Sasha, tuliongea kuhusu hili na nikasema siwezi. Sasha alisimama na kumfuata taratibu. Kwa hiyo unamchagua Kath badala yangu? Okta akiwa shocked. Nani kakwambia mimi na Kath kuna chochote?
Sasha akicheka kidogo. Okta, usinifanye mjinga. Najua kila kitu. Okta anasema, Sasha, nataka tu kuwa huru. Sitaki drama. Sasha akamwangalia kwa macho ya hatari, halafu akasema taratibu, Okta, unaanza mchezo ambao huna uhakika wa mwisho wake. Alimshika begani na kusogea karibu. Okta aliweza kuhisi hatari kwa kila sekunde iliyopita. Mambo yamebadilika. Marcus amempa tahadhari kuhusu Kath, lakini Catherine anajua kila kitu. Sasha amerudi na sasa anaonekana anaficha jambo kubwa. Okta hajui ni nani wa kumwamini tena. Kitu gani kitaendelea? The end of episode 5. Episode 6 loading. Mambo sasa yanazidi kuwa moto. Okta yuko kwenye njia panda mbaya, Kath ni hatari, Sasha ana siri na Marcus anajua mengi. Je, Okta ataweza kujinasua kwenye mtego huu? Tuendelee na episode 6, moto uendelee kuwaka. Usisahau kusubscribe, kulike na kubonyeza kitufe cha kengele. Channel yetu ya Okta Series Zone ipo kwa ajili yako. Kwa wale wanataka kujiunga na magroup yetu kwa updates tofauti tofauti, ni texti WhatsApp kwa nambari 0714 40 89 72 au 0754 40 89 72, na muunganishwe kwenye magroup ya WhatsApp ya Okta Series VIP Room kwa shilingi 1000 tu. Jina ni Isaac Shabani Pugutu. Tuma muamala wako baada ya kukamilisha malipo, na wasaidizi wetu watakuunganisha kwa haraka iwezekanavyo. Karibuni sana.